sana kwa kuwa tuko pamoja na wewe siku ya leo. Unajua tunataka kuna hii mambo tulikuwa tumesema tulisoma Sunday. Hii vile watoto wako na tukasema tulikuwa tunaongelea vile watoto siku hizi yani neno la Mwenyezi Mungu lituambia nanyi watoto mwatii wazazi wenu muweze kuishi miaka mingi na hii ndio amri kubwa yenye agano na Mwenyezi Mungu ahadi. Kwa hivyo tukasema siku hizi yani katika shule katika nyumba zetu watoto wamekuwa ni kama yani ni kama wametosana na wazazi na tukasema si hii mambo si ile ati inakujanga kuanzia juu. Unajua mandizi inapandangwa, sasa tunakuja kuona mazao juu pale iko. Kwa hivyo hata watoto sidhani ati mtoto anakujanga kugeukia juu. Mtoto anaanzanga wapi? Chini. Ile ambayo tulikuwa tunasema ni sisi wazazi hata sisi tumechangia sana kuporomoka kwa maisha ya watoto. Wajiko imechangia, wazazi wamechangia sana. Okay, tukasema pia hata kama wazazi wamechangia tena nao serikali wizara ya elimu imechangia pia. Sababu unajua Dominic, sijui kama wewe ulipata kipoko katika shule. Ulipata kipoko? Nilipata kipoko mbaya sana. Wewe unaonekana wewe ni jenzi mwa nilitandikwa. Kwanza nilikuwa napata nafunikwa sweta hivi. Nafunikwa sweta. Alafu nawekwa kwa jua. Aya. Ilikuwa punishment kubwa. Okay, najua hizo vitu zote zilikuwa hiyo enzi za kwetu. Lakini sasa unajua sahihi mtoto amewekwa uhuru. Mzazi achapi. Serikali nayo imeweka onyo zake kipoko chini. Na tukasema ya kwamba Wajiko hata Biblia imesema usinyime mtoto kiboko. Usinyime, spare the Lord, spoil the child. Nafikiria hata yeye alikuwa naona yani mti kamumea kanaekangwa laini kakiwa kadogo. Lakini saa hii unapata hakuna saa hii hakuna, na ndio sababu unapata watoto wengi shule wanavaa vile wanataka, ndivyo umesema. Ndio sababu unaona mtoto hata hapa kwa barabara, hata kama wewe unapita na wewe ni mzazi unapita, hata waachili kupiga mpira. Lakini hiyo mambo yote mimi naona inachangia na wazazi sisi ambao sisi juu unaona kitabu tukilewa ungekuwa unatembea kwa barabara ukutane na mzazi lazima ungemsalimia kwa heshima. Usipomsalimia kwa heshima, huyu mzazi alikuwa anachukua jukumu hata ya kushuna mti na akutandike. Leo hii chukua kiboko utandike mtoto wa mwingine. Utashikwa. Wacha kushikwa. Utakutana na huyo mzazi hata anaweza kukukujia na panga. Unajua ni vile hii mimi sana mimi hii kwanza nitafanya wazazi wetu, wazazi sisi wasesi tumelala sana, tumewachana na majukumu yetu sisi wenyewe ile ambayo tunastahili ya kulea watoto na njia ile ambayo inafaa. Sababu unapata kama unapata ukienda kama kwa nyumba nyingi unapata kababa mtoto amekukosea lakini bado unamuita nani? Kababa. Huyu mtoto alitoka asubuhi akaenda. Amekuja saa 8 kujamuuliza ametoka wapi. Venye ameona aulizwi Wajiko anachomoka tena. Anakuja saa 2 ya usiku. Ukiwa mzazi unafaa kufanya nini? Lazima umuulize mtoto. Uulize mtoto ya kwamba unatoka wapi. Na ukimuuliza unatoka wapi, kitu ya kwanza akikwambia muite kidogo, umuchune kidogo, finya yeye vizuri. Usimupembeleze. Mtoto si wa kupembelezwa. Hata ni wakati ambayo nilikuwa na guka wangu, grandfather, aliniambia ya kwamba ukitaka mti ugrow vizuri, ikunje wakati ukiwa mdogo. Usipokunja huyo mti ukiwa mdogo, ukifika juu huwezi kunja. Kweli itavunjika. Sasa huyu mtoto lazima umkuje kidogo, because huyu mtoto ametoka kukuambia mahali ameenda.
na umemuuliza mahali ametoka ni wapi, hataki kukuambia. Hivyo huyo mtoto fanya kidogo. Okay, hiyo ndio njia ya kurainisha mtoto. Na nituliwaambia asante. Ukiona mzazi anakuchapa wewe ukiwa mtoto, usifikiri ni kwamba mzazi amekuchukia. Ndivyo tuliwaambia. Kwa hivyo ni vizuri watoto mjue ya kwamba wakati unaona mami anakuchapa ama baba anakuchapa, usione ni kama ya kwamba anashukiwa mtoto, mami anakuchukia sana. Anakupenda sana. Ni vile anataka uweze hata by the way tukichapa kitabu tulikuwa kuchapa wewe. Mimi kwanza nilikuwa naona kitambo wakati wetu. Sasa mtoto ameshakuwa mtu mkubwa. Lakini si yako tu kwa boma. Wewe umekosea. Unajua hutapewa chakula. Kuna wazazi wengine hawako wanapewa watoto chakula. Unanyimwa na unaenda kulala. Wajiko mimi nimelala njaa siku 2. Unaenda kulala bila chakula. Bila chakula. Kwanza sisi sasa wacha tuseme sisi baba yetu. Hiyo sasa ni unanyimwa, unaenda kulala kwa nyumba. Unalala nje mpaka asubuhi. Na tena unalala ndani ya mandizi. Ndio ulekepishe. Kesho uwezi rudia. Baba hawakupei chakula na unalala nje. Hata ukikoa ukiwa hapo nje hawezi fungua. Unalala hapo ndani ya mandizi hapo ndani. Ndio unalala mpaka asubuhi. Kidogo hata unaona watu wanapita hata mchana anapita akipanda. Sasa lakini unajifanya ni kama wacha nikwambie, kukunjwa ukiwa mdogo ni vizuri. Ndio sasa saa hii mimi singekuwa na ubiri, mimi singekuwa mimi hata singekuwa naimba, lakini ni ile babangu alinifunja kidogo hivi, ndio kwa maana niko hivi. Yaani niko nywe, hata uso unaona vile niko sababu kama hata bimba yao kumeambiwa asiyesikia la mkuu uvunje kaguu. Ndio maana unaona mtoto wako usipomrekebisha akiwa mdogo, saa hili anaenda anauma kasukari akiwa kadogo kanaenda kanauma sukari hivi kanakula, na wewe waacha usiambie acha. Nashukuru sana kuna watu wana huku juu na huko kuna idangwa huku na huko juu na Kiingereza anaitangwa na huko juu wa western. Watu wa western hawa watu na huko juu huko watu wa western hivi watu. Unapataka mtoto akifanya makosa saa hiyo anadiru na yeye. Waacha kufanya hivyo mpaka unakaurumia na kadogo. Inastahili mtoto. Ukikojea makosa hata kubuka ni nini alifanya. Nataka saa ile amekosa murekebishe tu saa hiyo. Ndio ajue ni nini amefanya. Amefanya. Lakini unataka neti ya kwamba unataka afanye, alafu kuja kumwambia baadaye. Hiyo baada mtoto hajajua ni nini alifanya. Hapo murekebishe hapo. Kwa hivyo ni vizuri tukaweze kurekebisha watoto wetu wakiwa wadogo, ingali wadogo wajiko. Ni vizuri wewe mzazi uchukue majukumu yako, jua ya kwamba wewe ni wewe msingi wa yule mtoto. Exactly. Before upelekee mwalimu, before upelekee mwingine, wewe uko na msingi mzuri umewekea yule mtoto. Mswahili akasema mtoto umuleavyo ndivyo akwavyo. Sasa tuliwaambia hivyo sande wajiko. Unasikia hatukuwa na yeye lakini amesema. Kwa hivyo mtoto wewe kama unachukua mtoto wako kama mayai. Tulikuambia wewe lea tu mayai bila kujua kama ni ya nyoka na itakupasuka nyoka. Ikipasuka ikiwa nyoka itakuuma wewe mwenyewe. Itakumaliza wewe peke yako. Kwa hivyo ni vizuri wewe ukilea mtoto na njia ambayo sio nzuri, jua ya kwamba ni wewe unajiweka katika ile hatari ambayo tumeambiwa katika Biblia. Exactly. Lakini je, kwa nini nakwambia hivi? Nimeona wazazi siku hizi wanapembeleza watoto. Mtoto akisafika juu, sasa ndio mzazi anaanza kukua mkali. Sasa umekuwa mkali na ni wewe kababana kamamu pale wajiko. Unajua kababana kamamu siku hizi ndio imekuwa kwa nyumba. By the way imekuwa too much. Unapata mtoto anakuja anavuja grass. Bandara utaandike na unaona hiyo sio ile, unajua kuna ile biomistic. Unapata imefujika. Lakini kuna ile hata sababu wewe umemkasirisha anakuja na anagonga TV. Hata sasa hapo ndio hapo ndio unaona hapo sasa baba atarudi kwa duka kununua. Unajua ni nini? Hata anampiga baba na usirudie hivyo tena. Hata unajua tu ni mtoto na wewe. Mama anasema huyo ni mtoto. Baba anataka kuchapa. Mama naye anamwambia wewe usichapa mtoto wangu, unajua bado ni mtoto. Saa hiyo ako mtoto chapa.
ndio akiona kitu ingine ndio asigonge. Kwa hivyo tunasema ya kwamba si kusema tunasema mchape. Unajua kuna wenye naona wanachapa watoto mpaka ni kama kuua Wanjiku. Kuna wenye wanapiga watoto kama kuua. Ukiona mwenye anagonga mtoto ni kama kuua. Ni vile tu aligongwa na mzazi wake. Sasa anaona ni si hana kaji na mtoto. Vile aligongwa akarekebika. Anaona nisipogonga huyu hata kuwa laini. Sasa naye anaona wewe ukikosa na mimi nitakugonga kama vile niligongwa. Ndio ni kuwa laini. Juu unaona wale wenye wanapembeleza watoto. Ndio hawa wenye unaona watoto wanatembea ushi. Ndio hao unaona hawana adabu, wanaenda wakishikashikana. Ndio hao unaona vijana hata siku hizi hawaogopi, wanaenda wakifuta bangi. Hata hawana, hata wanapita na wewe wanapita na wanakupiga na moshi. Sababu hakuelekeshwa na njia ile inastahili. Na kutengenezwa na kitu kingine. Unaona mtoto amechukua karatasi amekunja hivi kama sigara. Yaani labda umrekebishe, umwambie hiyo ni kitu mdogo. Akiwa sasa unaona mtoto amekuja ameweka kwa msumaa ama kwa ile koroboi ile taa inaitwa koroboi. Hizo anaweka hivi alafu anaanza vile anataka kumwambia sasa wazazi. Wengine Wanjiku, unajua hizo kama hiyo unasema ni copy and paste. Ile tunasema wewe huwezi kuwa uko mzee unavuta sigara. Basi unatuma mtoto wako sigara. Sasa wakati unatumia mtoto kumtuma sigara, wewe unafikiri unaweka mtoto mento gani kwa akili yake? Unamweka ati sigara ni mzuri. Kwa hivyo wakati wenye huyuko anachukua hiyo jukumu ya kutengeneza karatasi na akishe asikie vile wewe unasikia. Sasa different ni vile tu yeye ni karatasi. Akikuwa mkubwa kidogo atataka kujua nini kilikuwa ndani ya ile karatasi. Ndio maana unaona watoto wanafuta sigara, wanafuta bangi. Ile bangi inatengenezwa ni kweli. Ile bangi inatengenezwa. Inakuwa kama kiraiko. Unaona wazee wa kitambo walikuwa wanafuta kitu kilikuwa inaitwa kiraiko. Ile ilikuwa ya kutengenezwa juu ni majani wanasiaga. Inatoka shambani hiyo majani. Wanasiaga ile majani, wanatengeneza na gazeti ama na karatasi. Si inakuwa sigara. Na hiyo inakuwa hatari kwa usalama. Wakati wewe umetuma mtoto ile sigara, umemweka mawazo baya ya kutaka kujua ni nini hii baba anatumia. Na anaona hii kitu baba anatumiaga ni kitu ya muhimu. Wewe mzazi ulio mahali pale, wewe unavuta sigara ukiwa mwanaume. Ebuesha kutumia mtoto wako kumtuma sigara. Amuka jiendee wewe mwenyewe. Hata ukijiendea. Wewe ndio unajua ngoja sigara inakusaidia. Na ukumbuke ya kwamba kwa ile packet ya sigara imeandikwa hatari. Na uvutaji wa sigara unadhuru afya yako. Na tena sasa bwana ilisema vizuri na tena unatuma mtoto. Ngoja, hebu enda uchukue kale karatasi kasigara kameandikwa uvutaji wa sigara unadhuru afya yako. Tu pale chini wakatengeneza jeneza. Wametengeneza jeneza. Mpaka ingine mpaka kuonyesha hatari kabisa. Imagine wewe unajizimbia shimo ukiwa mzima baba kwa kufuta sigara. Bali unatuma mtoto wako unamshimbia kaburi bali. Dominic ujumbe wanafikiria tunawaonea. Wanafikiria tunawaonea. Sio sisi tunatengeneza sigara. Sio sisi. Na tena tuko na macho ya kuona pale kumechorwa jeneza. Na sisi tumeshaona hiyo jeneza. Imechorwa mpaka kirefu. Wao hebu nijiulize tena nasemanga wewe kama ni wewe unafutanga sigara tafadhali tafuta mahali kwa kufutia sigara, si kwa nyumba si karibu na watoto tangavuta mahali na ndio sababu tunashukuru kuna wakati wa serikali walikuwa wanaweka kama smoking zone. Ukitaka kwenda kusmoke enda na hapo. Sasa na kwa binya kama alikuwa anashikwa ukikutwa unafutia sigara mahali pastahili ulikuwa unashikwa. Tayari ulikuwa unashikwa. Unajua mwanaume. Lakini siku hizi wazazi wazazi tumetoka katika majukumu yetu sana. Turudi wewe Nyang'ombe, rudi pande ya wazee. Washa nirudi pande ya wamama. Wakati wewe unafaa zile nguo zenye stahili. Na uko na watoto wa wasichana kwa nyumba. Unaonyesha huyu mtoto nini? Unaona hako nilikuwa na hiyo unaona sijaongea sana. Kuna kitu nataka tuongelee Sunday Mr. nani? Tunataka tuongelee kitu inaitangwa my dress my choice. Sunday.
Hiyo ndio tunaongelelea. Sasa itapasua mwamba. Sababu my interest, my choice imeleta shinda pia. Kwa hivyo sitaki kuongelea, ndio sababu nasikia sijaguza sana wakati pande hiyo. Sababu nikiguza hapo tutaingia hapo na tutaenda mpaka kesho. Na tutaki kuongelea. Najua nilikuwa nataka watatutuzi lakini tutawaambia. Nilikuwa nataka tutoke hapa hapa sasa kwa wazazi. Tukuje kwa serikali. Sasa Yenyewe. Yenyewe sasa. Serikali, sababu serikali tuniwaambia hii nyungu tunapika ni ya watu watatu. Kuna mtoto, kuna mzazi na serikali. Sababu hata kama mwalimu wako ni mzazi kabisa. Kwa sababu sitaki kusema mwalimu, nasema ni mtoto, mzazi na serikali. Mr. Dominic, tulisema ya kwamba katika wizara ya elimu nao wameleta mambo ingine yenye hata mpaka masomo imekosa ladha. Masomo imekosa ladha. Unaona, wakati tulikuwa tunasoma kitambo tulikuwa na hii mitihani inakuja mpaka mitihani 8. Wamekuja wakapunguza ikakuwa 5. Tena watapunguza labda itabaki 2. Siko hapo kwa serikali yetu. Ni vizuri kuangalia kulingana na generation. Lakini hata kama mnaenda na generation vile iko, tafadhali kuna angalia, kuna hatari ile ambayo tulikuwa tunaongelea pale katika Biblia. Kuna hatari ya maisha ya saa hii. Sababu Wanjiko, serikali nayo imeingilia kati, ikakuwa wakakuja wakatoa corporal punishment. It's okay. Wanjiko wamekuja sana tena wameweka sheria ati mtoto akiguswa na mwalimu, mtoto huyo anafaa kufungwa. Mr. Dominic anafaa kufungwa. Sio mzazi, mwalimu anafaa kufungwa. Unaona kitambo tulikuwa tunakosa shuleni. Hata unachukuliwa unapewa punishment ya kulima mashimo upande mandizi. Lakini siku hizi hiyo hakuna kitu kama hiyo. Unajua hizi ni kupendeleza. Unajua sasa ndio nasema kwa serikali yetu nayo hapa nitaikosoa kidogo. Si tunapenda serikali na sababu bila serikali hatuwezi enda. Tena bila sheria nchi itaharibika. Ndio sheria nzuri. Lakini hizo sheria zingine mnaweka serikali yetu mnafanya masomo yetu ikose ladha ya kusoma. Sababu saa ile mtoto aguswe na mama yake. Sababu mtoto akiguswa na mama yake, aende apige report, unafunga mama yake. Haya, mtoto amekosa shule, amechapwa na mwalimu,